Mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 6 2026, taasisi ya Tulia Trust iliweka kambi katika kata hii ya Ilomba katika mtaa huu hapa wa Tonya. Lengo kubwa ni kukabidhi vifaa vya ujenzi wa nyumba ya Bi Queen ambaye anaishi katika mtaa huu wa Tonya. Lakini Bi Queen ana watoto watatu. Tutapata historia nzuri ambayo inamhusu Bi Queen na kwa nini taasisi ya Tulia Trust imeamua kufanya jukumu hili la kuweza kumjengea. Awali tulipofika, Bi Queen hakuwepo. Alienda kutafuta chochote kitu ili mradi aweze kumlea mama mkwe pamoja na watoto zake watatu, lakini tukasema sio kesi. Leo wacha tufike tuweze kuzungumza naye mawili matatu ambayo yanahusiana yeye na familia yake na maisha kiujumla. Bibi, shikamoo. Marhaba. Salama kabisa. Salama baba. Habari za siku kwanza? Nzuri baba. Muda mrefu hatujaonana. Ni kweli nilikuwa kwenye mahangaiko. Juzi tulifika na tulikuja kukabidhi vifaa vya ujenzi kama alivyoahidi Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako ambayo utakaa na familia yako. Hatukukuta. Tulikuwa wapi? Nilikuwa mbali baba, nilikuwa kutafuta maisha. Wapi huko? Uko na wapi? Ni mbali kidogo. Ni mbali. Ni mbali. Walikuja kunichukua hapa, wanasema twende kavune mahindi. Ndio nilienda kule kuvuna mahindi, ndio nikasikia wananipigia simu, wanasema rudi nyumbani. Ndio nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani, nashukuru sana kufika nyumbani hapa nikavikuta vifaa. Nasema asante, nashukuru sana. Asante sana, nashukuru. Tulienda kuvuna mahindi. Malipo yake yalikuwaje? Walikuwa nakulipaje kwa siku ukienda kuvuna? Wananilipa 7,000 baba. Kwa siku? Eka moja? Ina maana mnaenda kwa siku. Mnaenda kwa siku. Sawa. Ujenzi umeuona unafanyika, vifaa vimeletwa. Leo hii unashuhudia ujenzi, mafundi wao kujenga makazi mapya kabisa ambayo utahamia. Unajisikiaje bibi? Najisikia vizuri, yani nashukuru sana, nashukuru sana yani hadi napiga na magoti yani. Asante Mungu. Nashukuru kwa kuona tendo hili, nimesema asante, nashukuru sana. Keti tu mama. Pole, keti tu kaya. Wakati Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson alipokuja ile siku ya kwanza na kuahidi kuweza kukujengea nyumba na kuagiza vijana wake waanze mchakato wa kuweza kufanya maandalizi ya ujenzi wa nyumba, uliamini kama nyumba itajengwa? Hamna. Kwa nini? Sikuamini. Kwa nini? Kwa hiyo nilivyoona ndio nikasema kumbe Mungu yupo. Nashukuru sana. Tufahamu kidogo safari ya maisha yako baada ya baba, yaani mmeo kufariki. Tumeambiwa alifariki mwaka 2025 mwaka jana. Maisha yalikuwaje hapo katikati? Mpaka sasa maisha unayoishi. Maisha ya hapo katikati yani changamoto. Hivyo nafanya hivyo, mtu akisema fua nguo hapa naenda nafua. Mtu akisema nichotelezee maji hapo ya ndani naenda nachotelezea maji. Ananipa angalau hela, nanunua tu mahindi hivyo. Nikishindwa naenda nyumbani kwa wazazi, utakuta wamenipa mahindi. Ndio. Mahindi hayo nakoboa nasaga huko. Unga na uacha msituni huko. Nashindwa kubeba kuleta hapa. Kwa nini? Nguvu hamna. Na uacha msituni unga, nakuja huku namwambia wifi nimeacha unga msituni. Ndio tunaenda na wifi tunabeba unga tunaleta hapa, ndio tunaendelea hivyo. Na ndio maana hapa juzi ndio wakasema twende tukavune mahindi huko Kibarua, ndio nikasema asante, ndio nikaenda huko. Kwa hiyo changamoto yani ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Watoto watatu. Mtoto wa kwanza ambaye anasoma sekondari. Watoto wawili mapacha ambao wako shule ya msingi. Unawezaje kuwalea wakati changamoto pia kipato ipo? Hivyo nikikuta siku hicho chakula wanakula, nisipokikuta wanalala hivyo na njaa. Mama ambao unaishi naye hapa nyumbani ambaye ni mama mkwe sasa, na ni mgonjwa, watoto pia unasomesha, unawezaje ukapanga bajeti yako ya kuweza kufanya yote haya ambayo unayafanya kwa wakati mmoja? Yani nikipata kahera naweka, nikipata kahera kidogo, hii natumia, hii naweka kidogo. Ili wa sekondari naye akisema mama naomba kahera, nampa. Na hao wa msingi wakisema mama naomba kahera,
nampa. Siku zingine naenda kwa walimu kuomba, na nilikusema naombeni mwenzenu watoto wasomage, hela sina. Basi nikitafuta nikiikuta nitaleta. Walimu na wenyewe wananiamini, wanaendelea kusomesha watoto. Kwa hiyo ni hivyo hivyo nafanya kuomba. Ndio. Leo nyumba inajengwa, lakini umeelezea changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikukabili wewe binafsi kwenye maisha pamoja na maisha ya familia ambayo unaishi nayo. Una nini cha kumwomba Dr. Tulia licha nyumba inajengwa? Nini cha kumwomba Dr. Tulia Ackson ambaye ni mbunge wa jimbo la Uyole? Sawa, ujenzi unaendelea na kujengea nyumba muda huu, lakini kingine ambacho unaweza kumwomba Dr. Tulia na cha kumwambia muda huu, kwa sababu anakushuhudia. Nashukuru sana, nashukuru kwa kila jambo alilolifanya. Ila ninachoomba watoto, anaweza kanisaidia watoto waendelee kusoma. Kikubwa wasome watoto, najua wakisoma watoto na mimi ndananili watanisaidia na wenyewe baadaye. Sawa sawa. Lolote lipela kuambia Dr. Tulia kwa hiki ambacho anakifanya kuwasaidia watu? Nadhani unashuhudia na unasikia, na leo amekufikia. Nini cha kumwambia Dr. Tulia? Namshukuru sana, yani Mungu amzidishie miaka na miezi. Yani nashukuru. Yani nashukuru sana aendelee kuwa na moyo huo. Sawa sawa. Mungu ambariki. Basi asante sana mama, tumefurahi kuwa na wewe. Amina baba. Sawa sawa. Pole pia kwa yote ambayo unayapitia. Asante baba. Sawa.